Chifu Mufasa. Mimi Moto, nipo tayari kuifanya kazi hii chifu. Mimi Kimbunga, nipo tayari kuifanya kazi hii chifu. Mimi Chuma, nipo tayari kuifanya kazi hii chifu. Ngania nini? Wewe kaka usiende. Nasema naenda. Alafu sister, mimi sipendi bwana. Mimi sipendi. Wewe unapenda kunipangia pangia? Wewe kaka usiende. Huyo sio mtu. Na mimi nilipo hapa leo yangu mzito kaka. Utaenda kufa. Dada. Habari za kufa anayejua ni Mwenyezi Mungu peke yake. Unanisikia? Mimi ninakwenda kwenye tiba. Nakwenda kumtibu mtu. Unielewe kama ninavyotibu watu wengine. Sasa wewe ina maana leo hii uniamini? Uamini nini katika mimi? Bwana Bule. Baba, naambia sheboy. Vipi? Safi bwana. Amani kabisa. Mungu anasaidia. Hai mzee bwana, ile acha. Toka tulipoonana siku ile na matatizo yako, umekuja kuona tena wewe acha baba, ni afadhali ya siku ile kuliko ya leo. Bwana kama ni jini basi kilemba kakibwaga chini, mganga mpindu kakimbia. Nakwambia haki ya Mungu vile. Bwana kunapotoka huko nimeletwa mgonjwa leo, sijui ile ni chizi, sijui ni kichaa, maana nginja zake zile mpaka kang'oa ile dirisha la kilingeni pale kaling'oa, katupa tunguri na kila kitu pale, nakwambia tafra ni mishumaa akitenda udi wala nini. Unajua? Nacheka kama sio bazuri. Yaani kwamba nafurahi hapana. Yaani unajua kuelekea ndugu yangu sasa watakuja kukua. Nikwambie. Sasa wewe kwa nini kazi usiache tutuachie wenyewe kazi zetu? Sasa kama mbona unabomolewa madirisha utalala. Kaka, nakwambia usiende. Yule mtu sio mtu mzuri, utaenda kufa. Mimi ninakwenda kupambana. Tena ninakwenda kutafuta, kumbuka. Sawa? Nakwenda kumtibu mtu, ninajiamini na yeye mwenyewe anaamini uwezo wangu, na ndio maana kanifuata anaamini nini naweza nikamtibu. Na kutafuta kwenye simu upatikane. Hapa nilipo nimetokea huko kwako. Nikaambia umetoka. Sasa hii katika pita hii nisema yambo subiri niende hivi chini nikapate kahawa hapo kwa mzee Mwagaua nirudi zangu. Ndio nakuona hapa nikasema alhamdulillah. Sasa lakini sasa ni sawa. Hata kama ungenipigia simu au ungenikuta nyumbani isingesaidia kwa yoyote, kwa sababu maana mimi mwenyewe hapa ni hapo hai najiandaa na safari. Kaka mimi sijalala. Unajua sijalala? Nina ndoto kibao kuhusu wewe. Kaka unajua mimi sijalala. Uko na kukwenda unaenda kufa. Yule mtu sio mtu mzuri. Yaani unaniletea habari za ndoto dada? Yaani mimi mwenye utaalamu wangu sijaona hicho kitu kwake. Wewe umekuwa na maono kuliko mimi. Dada, hebu nisikilize. Mimi nimechanjwa. Sawa? Nina kila aina ya kinga mwenyewe, nadhani unaona. Umenielewa? Angalia vizuri. Kwa mimi nitakwenda, utake usitake nitakwenda, na utake usitake nitarudi. Yaani unajua kwamba watu tunatembea na mazito, ipo siku ngoja kusikia ndugu yako mara nimekufa bila kupata taarifa. Na ninashukuru leo nilipokutana na wewe. Bwana mimi juzi nipo pale ofisini kwangu. Juzi kama siku 3 nne zimepita. Nilikuwa nimetulia sema tu. Bwana akaja mtu huyo. Huyo mtu mwenyewe kwanza ujaji wake bwana mimi mwenyewe sijamuelewa. Wewe. Na kuja kushtuka mtu kwa kilingeni. Bwana karibu, safi nikapiga manyanga yangu pale kwa kujiamini tena unajua bwana. Mtu mzito na mimi ninajiweza. Karibu bwana ndugu yangu, sawa tutatoka salimiana pale. Bwana mimi kazi. Bwana yule jamaa mpaka ajabu jina langu analijua. Akaniambia bwana mganga Sheboy, wewe chifu ndo kakuchagua ufanye nini? Ukamtibie. Wewe. Si umeelewa? Hivi kwani mpaka sasa hivi habari za machifu bado zipo? Nikuulize wewe sasa, kwa sababu hicho kitu ndio maana nakwambia mimi mwenyewe kinanitia mawazo. Si umeelewa? Mimi nakusikia. Ila kinachonitia mawazo sana na ndio maana kwa sababu isiri aliniambia nisimwambie mtu.
nifanye mimi kama mimi, kwa sababu maelekezo yote ya kufika sehemu mpaka kukutana kasha niachia. Lakini sasa hii safari haijulikani naondoka lini, na nimeambiwa nisimshirikishe mtu. Lakini wewe ni ndugu yangu na ni bora leo tulivyokutana hapa kwamba mengi tumefanya, wewe mwenyewe unajua. Inaweza kuwa lakini ni siri, inaweza kuwa unajua machifu anavyoumwa ni sasa na huku Tanzania kwetu yes. Uwezo kaambiwa ukaenda hivi direct ukaambiwa mtu huyu anaumwa. Unajua ni kiongozi mkubwa huyo. Kaka, si tupo wawili tu. Mimi na wewe. Leo ukifa mimi unaniachana nani? Nani mimi atanisaidia? Mimi nakutegemea wewe na wewe unanitegemea mimi. Leo naenda kufa kizambi. Nenda. Nenda mwana kwenda. Tena nenda katokomee. Mambo ndo hayo. Niachege nimepumbavu tu. Mambo ndio hayo dada. Mimi lazima nikawanyoshe. Lazima. Haya, niandalie sasa mizigo yangu mimi naondoka. Andaa mwenyewe. Andaa mwenyewe msiba wako. Sasa umeridhia unaniwekea kinyongo. Mimi nimeridhia. Basi niandalie. Usifanye hivyo dada, mbona unakuwa? Siwezi kukuficha kwa sababu nilifikiria kwamba ile niondoke kimya tu. Wewe ndo tusingeonana leo, basi ingebidi mimi nifanye kukutafuta. Wewe hili nikuelekeze. Cha msingi sasa mimi nimekufikisha hilo jambo. Wewe kaa nalo. Hilo liko. Ukiona kimya sipo, ujue tayari mimi nishaondoka. Niko hapa. Kama nilivyokuahidi mwanzo, langu lako. Tuondoke tukaanze basi. Ila sasa kuwa makini, unajua kwamba unapo hii kazi kama uiwezi wala bora uachane nayo. Maana sijakabidhiwa, lakini wagonjwa wanapatikana sasa hivi ni wagonjwa vichaa. Chuma mwanangu, chuma la. Unajua yule anatakiwa kuondoka yule mgonjwa hapa. Jitahidi kidogo. Chuma na yapo chini hiyo. Salam. Naam, karibu. Asante sana. Mimi nimekuja hapa, nimeagizwa na Chief Mufasa. Ndio namfahamu Chief Mufasa. Hilo jina kwangu sio geni, lakini kisura nadhani sije kumuona. Kwa hiyo naweza nikasema simfahamu. Chief Mufasa, yeye anakufahamu fika. Anafahamu na uwezo wako. Na yeye anasumbuliwa na ugonjwa. Ametangaza kwa kila mganga kwamba atakayeweza kutibu ugonjwa wake basi atapata utajiri na zawadi kubwa ambazo yeye mwenyewe atazitoa. Nimekuletea barua hii ambayo itakuelekeza wapi pa kufika, tarehe na siku. Nimeshafika eneo la tukio. Wewe unaongea ukiwa hapa? Jitokeze mbele yangu Mufasa, nipo hapa. Nimekuja kuitikia wito wa hii barua yako unaniachia. Uko wapi? Hapana. Kwa nini hapana? Nafsi yangu kidogo inakataa ulifanya hilo jambo ambalo unalitaka. Wanasema hisia
jambo ambalo linaweza likaona tukio lijalo au mambo yatakayotokea katika wakati ujao. Je, umeona nini katika hii ofa yangu? Hapana nilichohisi, lakini elewa kwamba hapana, na utahitajika unipe muda kidogo niweze kulifikiria jambo lako. After siku 2-3, alafu utakuja kupokea majibu. Unaelewa? Nimekusikia vizuri sana. Sawa sawa, ila ninaomba uweze kulifikiria hili jambo, kwa sababu linaweza kubadilisha maisha yako. Na si kubadilisha maisha yako, ila hii ni fursa kwako. Usijali, nimekuelewa vizuri sana, nimekusikia vizuri sana. Alafu mimi sio mganga mwenye tamaa. Nimekuelewa na nitakufanyia kazi yako kwa ufanisi pale nitakapofikiria kwanza. Kwa hiyo wewe nenda, alafu utarudi siku ambazo tumekubaliana. Hapana nawe nijibu katika majibu, ila nitarudi kwa ajili yako. Sawa, karibu. Baba, kwa nini umeamua kufanya hivi? Wewe ni mdogo sana, uyajua haya mambo. Tulia, ukikua utajua. Sawa, utajua kwa nini mimi nimekataa. Sawa, tuondoke. Vipi, umemaliza ile dawa? Yep. Unganisha na hii. Atuzetu. Oh, mwanangu vipi, mbona masikitiko? Mangu yaacha tu. Mangu sikia. Kuna dili. Dili? Uso mjomzi wangu mganga yule. Ya. Baba yako yule mimi nanijua vizuri. Mjanja kinoma. Na yu mkali wa vitu. Tafanya nini sasa? Mangu kuna mtu kaja kuleta dili pale. Full vibasha mwanangu. Nafu mzee kama anavikopa kwepa. Najua baba yako yule mjanja sana. Alafu sasa baba yako angekufundisha baadhi ya vitu au sisi hapa matajiri. Yaani wewe tunatajirika nchi nzima, kila mtu alitumala. Sawa, maana tushone sare zetu sisi. Mwanangu, aweke muda kupoteza muda. Tufanye kitu mpaka watu watukubali. Nyimbo nyingi tu. Maana nyimbo mimi tangu marehemu babu mzee Gwaju alikuwa ananifunza hivyo vitu. Tasikiliza. Yule mtu aliyokuja yule. Mimi namjua, nimemkariri sura. Kwa tumtafute yule. Sema mwanangu, hapo muongea point. Yaani sisi tutacheza mule. Tunakuwa wajanja tena kuwazidi hata wao. Tena babako yule mjanja sana yule. Yaani anakwepa hivi, sasa hiyo issue sisi tuipige. Yeye imekaa utamu hiyo. Au unaonaje mwanangu? Fresh. Twende. Sijui kawa gani la niko. Ndio mwenyewe huko. Sasa mwenyewe mbona hiyo? Hapa. Hakika. Sasa mbona hata mtu wenyewe aonekane muda wote?
Awe Chifu Mufasa. Ongeleni sana, mmeonyesha utiifu mkubwa. Hivyo basi, huu ni mchezo wangu mimi, Chifu Mufasa. Sheria kubwa ya mchezo, atakayekosea yoyote yule basi hapaswi kuachwa, lazima afe. Kimbunga, tumia mkono wako wa kimbunga. Moto, tumia mkono wako wa moto katika kuhukumu. Vile vile chuma, tumia mkono wako wa chuma katika kuhukumu. Hakuna yeyote anayepaswa kuachwa endapo atakosea huu mchezo. Na mchezo wa kwanza unaitwa ngoma kulia. Kingine, ili nawaagiza mwende mkamtazame mganga mmoja mmoja ili kujua utimamu wao watakapoingia katika mchezo.